Baba wetu askofu, ndugu viongozi wote wenzangu, Wakristo hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. God is good. Hebu mnisalimie hivyo hewani. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Kwanza mimi nachukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi hii ya kipekee kufika hapa nyumbani tena kwa mara nyingine. Nilipata ujumbe wa celebration hii ya 8th anniversary ya AIC Fellowship Annex juzi, na nilikuwa na mpango kidogo ya kuenda kanisa mahali pengine, lakini wakati nilisikia kwamba mumejitayarisha na najua sana mambo ya kanisa la AIC Fellowship, nilipata kuambiwa wakati mmoja ya kwamba kuna kanisa inajengwa hapa Annex as an extension of the AIC Fellowship, na hata na mimi nilitumana usaidizi vile Lusaka amesema. Nikaona wacha nikuje ndio nijue kama ilifika ama na nimefurahi sana kuona ya kwamba mmefanya kazi mzuri. Pongezi. Pongezi sana. Pale nimeonyeshwa ujenzi wa kanisa ile, nimefurahi sana kuona ya kwamba nyinyi ni watu adilifu, mmefanya kazi kwa bidii, na you have demonstrated a lot of integrity. I see the cost effectiveness of the construction. I see the elegance of the building, and I must commend you. Nasema pongezi sana. Mmejenga kanisa mrembo ajabu. So asanteni sana, na mimi nataka niwahakikishia kwamba tutashirikiana na tutafanya kazi hiyo kwa pamoja. Asante sana askofu kwa kutunenea neno la Mungu. Nchi ya Kenya ni nchi ambayo inamcha Mungu, na hatuna aibu kujitambulisha kama Wakristo na kama nchi ambayo inamcha Mungu. We are unafraid, unashamed, unapologetic about our faith in God as a nation. Na asante sana viongozi wa hapa kwa yale majukumu mnayatekeleza. Asante sana Wakristo kwa kutuombea, kwa kuombea taifa letu la Kenya, kwa kuniombea mimi kama kiongozi wa taifa hii na viongozi wale wengine wote ambao tunashirikiana pamoja na wao. Niko na imani kwamba neema ya Mungu inatosha kubadilisha taifa letu la Kenya iwe ni mahali ambapo sote tunajivunia kuwa wananchi wa taifa hii. Mambo mengi, mimi ni mshuhuda, I'm a witness of God's faithfulness in Kenya. Mahali tulikuwa sio mahali tulipo leo. Tulikuwa mahali palikuwa na changamoto nyingi. Bei ya vyakula ilikuwa juu. Mungu ametusaidia, ametupatia mvua. Tumezalisha chakula nyingi. In the last 2 years, especially last year, tulipata mahindi nyingi kuliko vile tumepata kwa taifa letu la Kenya any time in the past. Bei yetu ya kahawa ilipanda than any time in the past. Tumevuka bilioni 200 kwa kuuza chai yetu kama taifa la Kenya for the first time in Kenya. Kilimo yetu ya sukari imepanda mpaka mwaka huu. Ile tuliagiza ni kidogo. Tulikuwa tunaagiza na tunasumbuka sana kutafuta mambo ya sukari duniani kote. Mwaka uliopita wakulima wetu wa kilimo ya miwa walifanya bidii, wakaongeza sehemu ambayo wanatumia kuzalisha miwa kwa karibu ekari 1200. Tukawa na miwa zaidi, tukawa na sukari zaidi,
tukapunguza ile tunaagiza. Mungu ametutendea mema kama taifa la Kenya. And therefore, we must learn as a nation to be grateful to God for what God has done for our nation. Mungu ameponya uchumi wa taifa letu la Kenya. Tulikuwa na inflation, tulikuwa na exchange rate, tulikuwa na mambo mengi ambayo yalikuwa katika mahali pengine. Leo mambo ni tofauti. Inflation imekuja chini, exchange rate imekuwa stable, na Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele. We are grateful to God. Tunamshukuru Mungu kwa yale ametenda kwa taifa letu la Kenya. Na mimi kama kiongozi wa taifa hii, I must say that as a nation we are grateful to God's favor, to God's providence. Mvua tumepata, tumezalisha chakula nyingi, kilimo yetu imesonga mbele. Hapa Uasin Gishu bei ya maziwa ilikuwa 35-40, leo tunauza shilingi 50 kwa lita moja, na tunalipwa kwa wakati. Ilikuwa inangojewa miezi 3, miezi 2. Tumehakikisha sasa inalipwa every month, na tutaendelea hivyo. Mbolea ilikuwa juu, imeshuka chini. Juzi ndugu zetu wa Kenya Seed walijaribu kusema bei yao imepanda. Mimi nikamwambia hapana, bei ikae pale. Tutawasaidia kama serikali kuwapatia subsidy, ndio wakulima wapate mbegu kwa bei nafuu, wapate mbolea kwa bei nafuu. Na tunashukuru Mungu atupatie mvua, tuzalishe chakula, tuzalishe mazao yetu, cash crops, ndio uchumi wa Kenya iweze kusonga mbele. So katika ibada hii ya leo, na najua karibu inafikia katikati ya muhula huu wa miaka 5, nasema namshukuru Mungu sana. Kilimo imepiga hatua ya kwenda mbele, uchumi imepiga hatua ya kwenda mbele. Vile governor amesema hapa, tuko na special economic zone ambayo iko hapa Eldoret, inajengwa, itakamilika ndani ya miezi 2-3. Na sio hapa Eldoret peke yake, tunajenga special economic zones zingine 5 sehemu tofauti tofauti ya Kenya, kule Busia, Nakuru, Kirinyaga, Murang'a, Mombasa. Na hiyo itatusaidia kwa mambo ya kuongeza nafasi za ajira za vijana wetu, tukishughulikia na exports ya products kutoka taifa letu la Kenya. Na kazi zingine nyingi, barabara, vile mmeona mjumbe wenu hapa amesema, tumetangaza barabara kadha. Zile zilikuwa zimekwama, tunarudisha makontrakta, kwa sababu sasa uchumi wetu iko imara, and we can raise additional resources to complete our roads. Vile vile viongozi hawa wamesema, kazi ile yote ambayo inaendelea sehemu hii ya ujenzi hapa Eldoret, tuko na nyumba ambayo inaendelea ya affordable housing, karibu nyumba 5,000. Tuko na vijana wengi wanafanya kazi sehemu ile. Tuko na masoko inaendelea sehemu tofauti tofauti katika county hii na katika taifa lote la Kenya. We are building the largest market infrastructure in the history of Kenya. We are building 400 markets across the republic. Ile soko ilikuwa inatusumbua sana hapa Eldoret town kwa sababu ya msongamano. Tumewapatia shilingi 1.5 bilioni kujenga soko mpya ya Eldoret town hapo katikati. Na hiyo ni awamu ya kwanza, tutajenga tena awamu ya pili, na kuna zile markets zingine zote ambazo zinaendelea sehemu hii. Kuna maneno mlinieleza ya mahospitali. Nataka nimwambie governor wetu hapa kwamba haya mambo ya hospitali tunayashughulikia. Nimeweka maneno kidogo kwa budget ambayo itapitishwa maybe in another 10 days, alafu tutashughulika na hiyo mambo ya mahospitali ambayo umetaja hapa, na shughuli zile zingine zote
za maendeleo katika sehemu hii. And therefore I want to say on this Sunday, in the mid of this term, that we thank God for God's providence. Our agriculture is doing well, our economy is doing better, we have rolled out all our programs, and Kenya is going to change. Na ndio sababu hiyo tukaamua vile vile kwamba tuunganishe taifa letu la Kenya, ndio mambo ya maendeleo yaendelee kwa kasi zaidi. In order to enhance the momentum of the development of our country, it is necessary that we harness the unity of our nation, the talents available, the energies available, the political goodwill available for us to increase the momentum of the development of our country. Competition is good because it gives us winners and losers. Unity is better because it creates a win-win formula for everybody. It creates winners without losers. Nobody loses in unity. Everybody wins. And that is why Waswahili wakasema umoja ni nguvu. Because in unity there are no losers. In unity we have winners and winners and winners. And that is why we decided, and I want to encourage us as a nation to think about not what is in it for politicians and leaders, but what is in it for the people of Kenya. Not to think about the interest of a political party or a political side or one region, but the interest of the collective population of a nation called Kenya. That is what is important, and that is what our focus is. So mimi nashukuru sana viongozi wote waliokubali tuungane, na nimesema na nitarudia, tunaunganisha taifa letu la Kenya sio kwa sababu ya kugawana vyeo ama kupanga ushindi wa siasa. Tunaungana na tunaunganisha Kenya kwa sababu ya kupanga vile transformation ya taifa letu la Kenya itaendelea kwa kasi, ndio services ifikie wananchi wengi zaidi, kilimo itembee kwa haraka zaidi, uchumi iimarike zaidi, mambo ya rollout ya universal health coverage, housing program na program zile zingine zote zitembee kwa kasi, kwa manufaa sio ya viongozi, manufaa ya wananchi milioni 50 wa taifa letu la Kenya. That is the reason why this unity, the reason why we are coming together is important. Na mimi nataka niwaulize wote ambao wanasikiza mwito huu. Let us unite, let us work together, and let us focus on the interest of a nation called Kenya. Wengi, if every leader is focusing on their interest, who focuses on the interest of the people? Who focuses on the interest of the nation? That is important for us to think about. Kwa hivyo, mimi nawauliza sisi wote, tushirikiane, tufanye kazi pamoja, na I want to assure all Kenyans that nobody, no region, no community, no section of Kenya will be left behind. Sote tutatembea kwa pamoja. Na Mungu atatujalia tufanye hivyo. Vile mmoja wetu hapa amesema, Mathayo 5:9 inasema heri wapatanishi, wale wanaoleta watu pamoja, kwa sababu wataitwa wana wa Mungu. That is the focus of our drive towards unity. Mwisho kabisa, najua kuna controversy kubwa sana kwa hii Kenya. Shetani hii Kenya amekuwa na kiburi mingi.
There's a big controversy in our nation about giving in our churches and about building sanctuaries in the Republic of Kenya. That controversy about giving, about building churches, and about the place of God in Kenya, I want to say this as the President of Kenya and by God's grace, the leader of this nation. The Bible tells us in Daniel 11:32 that those who know their God will be strong and they will do great exploits. I want to say that in this nation called Kenya, Kenya will know, we will know as Kenyans our God. That in this nation, God will be known. And this nation is going to do great exploits. For the avoidance of doubt, because the pushback from the people who don't believe in God, who don't believe that we should be building churches, who don't believe that we should be supporting the work of God in Kenya, I want to say, as the leader of this nation, by God's grace, that this nation, God will be known, and this nation will be strong, and we will do great exploits in this nation called Kenya. And let me say this again. Following the words of Jesus Christ, when he told Peter in Matthew 16:18 that you, Peter, I am going to build on this rock, I am going to build my church, and the gates of hell shall not prevail. I want to say, in this nation called Kenya, as the leader of this nation, by God's grace, that upon this nation, this rock of Kenya, we are going to build God's church, and the gates of hell shall not prevail against Kenya. And those who are against the word of God in Kenya, those who are against the building of sanctuaries in Kenya, supporting the word of God in Kenya, they will fail and they will not succeed because they will not overcome us. Hii nchi yetu ya Kenya, na ninasema hivyo because that is what it is, and that is my conviction, kwamba katika nchi hii yetu ya Kenya, kwa mapenzi ya Mungu, mimi nikiwa kiongozi wa taifa hii, neno la Mungu linatufundisha katika Danieli 11:32 ya kwamba wale wanaomjua Mungu wao watakuwa jasiri na watafanya makuu. Hivyo ndivyo itakavyofanyika katika taifa hii ya Kenya, kwamba taifa hili la Kenya tutamjua Mungu, Mungu atajulikana Kenya hii, na tutakuwa jasiri kama taifa, na tutafanya makuu kama taifa letu la Kenya. Na nirudie niseme vile Yesu alivyosema Mathayo 16:18, akamwambia Peter, kwa mwamba huu nitajenga kanisa langu, na milango za kuzimu hazitauzidi taifa letu. That is what is going to happen in this nation. Hii nchi yetu ya Kenya, neno la Mungu litajulikana. And I want to say that to shame the devil and the people who are telling us things about our nation, that we cannot associate with the church, that we cannot stand with the church, that we cannot build sanctuaries, ili waendeshe mambo yao ambayo yanaturudisha nyuma kama taifa.
katika taifa letu la Kenya leo vijana wengi wako taabani kwa mambo ya madawa ya kulevya, ulevi, mambo mabaya. And there are people who are telling us we should not be concerned about the moral standing of our nation. We should, we will, we must. That's what it is. Tunaelewana jameni? So mimi nasimama hapo firmly, without fear of any equivocation or any doubt in my mind, that Kenya is going to march forward and we are going to know God in this nation and Kenya is going to go forward. So asanteni sana. Niliona niseme hivyo kwa sababu ndivyo mambo yalivyo katika taifa letu la Kenya. Na huyu ndugu yangu Kororia aliwaambia mimi nilikuwa kanisa la Jesus Winner last week. Na wale ndugu wa Jesus Winner ni watu wazuri sana, watu wangwana ajabu, na watu wamebarikiwa kama vile makanisa mengine mengi. Na nimefurahi sana ya kwamba yeye ni mshiriki wa kanisa ile la Jesus Winner. Na nashukuru sana Kororia, umefika pia kunisupport katika kanisa hii ya nyumbani. Mimi kuzaliwa ni mwana AIC, lakini sasa mimi nimebatizwa nikawa mshirika wa makanisa yote katika hii Kenya. Nimeenda makanisa ya Katoliki, nimeenda ya ACK, nimeenda ya IPCA, nimeenda ya Presbyterian na ile ingine yote. Na Mungu amenijalia ya kwamba we are one community, we are one people, we believe in the same God and we continue to pray for our nation. Nataka niwaombe ndugu zangu, watu wa county hii ya Uasin Gishu, mzidi na kutuombea sote tulio na bahati na nafasi na baraka ya kuwa viongozi katika taifa hii, ili tuweze kutekeleza mapenzi ya Mungu na tuweze kujua ni nini Mungu anataka kwa taifa letu la Kenya. Huyu Omondi ambaye ni chairman wetu wa kanisa hii hapa, alikuwa kansela wetu hapa zamani. Siku hiyo alikuwa bado kilo yake ilikuwa chini. Na ni mfanyabiashara katika town hii yetu. Asante sana my friend Omondi kwa kutoa uongozi wako na kusaidia kujenga kanisa hii, na mmeniambia ya kwamba mnataka tukamilishe kabla ya Disemba. Ndio. So na mimi najua ni mapenzi ya Mungu hivyo tukamilishe kabla ya Disemba, na kwa sababu hiyo nasikia mlifanya mchango last week. Sasa wewe utachukua hiyo mchango ya last week ufanye times 2, unipatie invoice nitakutumia. Sawa sawa. So tutashirikiana namna hiyo, na kwa sababu sitaki kunyima nafasi. Kuna watu wengi hapa wanangojea baraka ya Mungu kwa kutoa. So tutasaidiana kutoa ili tujenge kanisa letu hapa na tumshukuru Mungu. Na mimi nawasihi ya kwamba msitishwe na wale ambao wako kwa mitandao ati wanajaribu kutuambia ya kwamba hatuwezi kujenga kanisa la Mungu. Tutajenga kanisa la Mungu Kenya hii. Yes. Hatusemi, sijasema wapende wasipende, sijasema hivyo. Lakini tutajenga kanisa la Mungu Kenya hii. Kwa hivyo, otherwise asanteni sana na watakia baraka ya Mungu. Asante askofu kwa kutupokea hapa. Sijui sasa mtaendelea namna hiyo na Mungu atawabariki. Thank you very much.